Karibu mfuatiliaji wa vipindi hivi vya mafunzo ya program mbalimbali za kompyuta kupitia channel hii. Na leo nitakuwa na somo lenye kichwa kinachosema namna gani au ni jinsi gani unaweza ukatunza taarifa zako katika kompyuta kwa usalama zaidi. Hata kama kompyuta yako itapata tatizo la kukorapti, utaweza kuzipata tena kwa urahisi. Jina langu ni Baraka Yohanani. Fuatana na mimi moja kwa moja katika somo hili ili uweze kupata ujuzi huo. Na kama bado hujasubscribe katika channel hii, basi elekea hapo chini ya video yako na ubonyeze maandishi mekundu yaliyoandika subscribe, na ukifuatia na ile alama ya kengele, na ukimaliza kubonyeza ile alama ya kengele nyeusi. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kubaki mahali hapa, na kila mara masomo haya yanaporushwa hewani, basi na wewe utakuwa ni mmojawapo wa wanafunzi ambao watakuwa wanayapata moja kwa moja katika smartphone yako. Naam, ukiwa unaendelea kusubscribe, basi twende moja kwa moja darasani. Basi moja kwa moja nitaanza kukufundisha kwa kuanza kukupa maelezo ya namna ambavyo kompyuta yako inatakiwa iwe imefomatiwa. Na kwa kuanza nitaelekea moja kwa moja kwenye sehemu ya this PC au kompyuta hii. Nitafungua hapa. Naam, eneo hili likisha kufunguka kama ambavyo unaona, hapa pamegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kuna kundi la kwanza ambalo linaitwa folders, na kuna kundi la pili ambalo linaitwa devices and drives. Hivi ndivyo ambavyo ukifungua eneo hili kwa kompyuta iwayo yoyote ile ambayo imewekwa Windows 7, Windows 8, Windows 10 au Windows 11, utakuta eneo hili linaonekana kwa namna kama hii. Sasa eneo hili linapatikanaje? Eneo hili linapatikana pindi kompyuta yako au kompyuta yoyote inapowekwa operating system, au tumezoea sana kusema Windows. Windows ikishawekwa kwenye kompyuta yako, basi ni lazima vitu kama hivi vionekane. Nikukumbushe tu, mara nyingi kompyuta inaponunuliwa au inapoanza kutumika kwa mara ya kwanza kutoka kwenye duka, utakuta yenyewe iko formatted kwa drive moja tu, na hiyo drive huwa inaitwa local disk C kama hii. Unakutwa imewekwa operating system na ina drive C peke yake, haina drive zingine. Sasa hii drive C tunaita system drive. Kwa nini inaitwa system drive? Kwa sababu yenyewe ndio imebeba operating system, au tunasema kwamba unapoiwasha kompyuta yako, chochote kinachotokea, kinachoonekana kwa wakati huo, ni kwa sababu operating system imewekwa. Na hiyo operating system ina maana kwamba iko katika local disk C. Na hiyo operating system kazi yake kubwa ni kuendesha program zingine zote ambazo mtumiaji wa kompyuta hiyo atakuwa anaitumia. Sasa, ukiwa una kompyuta ambayo ina local disk C, yani ina volume C peke yake, haina volume zingine, ina maana ina partition moja tu. Manake unapotumia kompyuta katika hali hiyo, unakuwa katika hali ya kujihatarisha wewe mwenyewe pamoja na dokumenti zako. Kwani kompyuta itakapopata matatizo yoyote, na hasa ya kukorapti hii local disk C, basi na chochote ambacho kiko humo kinapotea. Hivyo, ili kuwa na usalama uliotukuka, inapendeza sana ukishanunua tu kompyuta yako, au kama unatumia local disk C, yani ina partition moja, unatakiwa umtafute mtaalamu ambaye ataweza kuigawa hiyo partition, akatoa partition nyingine 1, 2, 3, 4 na kadhalika, kutegemeana
na ukubwa wa hard disk ya kompyuta yako. Naam, kama unavyoona kompyuta hii inayoitumia yenyewe inakuonyesha jinsi ambavyo imefanyiwa partition. Ina partition ya kwanza ambayo ni local disk C, hii inaitwa partition mama au inaitwa system disk. Lakini pia ina partition ya pili inaitwa local disk D, vile vile ina partition ya tatu inaitwa new volume E. Hii kompyuta yangu ndivyo ambavyo iko formatted. Sasa ni wapi ambapo unatakiwa kutunza taarifa zako kwa usalama? Haya ndiyo makubwa unayotakiwa kuzingatia. Tukirudi kwenye mgawanyiko wa eneo hili la this PC au kompyuta hii, kwamba eneo la kwanza tuliona kuna folders na eneo la pili kuna devices and drives. Sasa wakati mwingi unapotumia kompyuta yako, unaposave faili zako kikawaida, kuna folder inaitwa documents au kwa kompyuta zile zingine inaitwa my documents. Ni kwamba unaposave faili zako, unapokuwa umetengeneza kazi zako, umechapa kazi kwenye Word, kwenye Excel, PowerPoint au program nyingine yoyote na ukahitaji kusave, automatic zile taarifa huwa zinakuja kuingia hapa kwenye documents. Kompyuta zingine inasomeka kompyuta zenye operating system za nyuma au Windows za nyuma kama Windows XP, Windows Vista na Windows 7 utakuta inaitwa my document. Lakini kwenye operating system ambazo zimekuwa ni za hivi karibuni mpya, kwa mfano wale ambao wanatumia Windows 8, Windows 10 pamoja na Windows 11, basi watakuta folder hii inaitwa documents. Lakini zote ni kitu kimoja isipokuwa tu huku inaitwa documents na kule kunaitwa my document, kwamba kutokana tu na version za operating system au version za Windows kama ambavyo vimekuwa zikiendelea kugunduliwa na kuboreshwa kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo taarifa zile utakuta zinaingia moja kwa moja hapa. Lakini wakati mwingine mtumiaji wa kompyuta utakuta ana video zake, ana music yake, ana picha zake. Utakuta akifika hapa atapenda kuziweka kwenye folder ya muziki, kwenye folder ya pictures au kwenye video zake kwenye folder ya video. Lakini pia anapo download vitu mbalimbali kutoka mtandaoni vinaingia kwenye folder hii hapa inaitwa download. Au wakati mwingine huyu mtumiaji wa kompyuta anaweza kuweka document zake kwenye folder hii hapa inaitwa desktop. Yaani folder inaitwa desktop ni sawa na hapa unavyoona kwamba eneo hili hapa la desktop. Wengi sana huwa wanapenda kuweka dokumenti zao hapa, wanaweka muziki yao hapa, wanaweka picha zao hapa, kila kitu wanaweka hapa. Unapoweka hapa hizo taarifa zako, maana yake zinakuwa zimeingia kwenye folder hii hapa inayoitwa desktop. Sasa folder hizi zote unazoziona ukiwa unazitumia mpaka hii ya download, maana yake nini? Maana yake ni kwamba taarifa zako unakuwa unaziweka kwenye local disk C au kwenye system disk, kitu ambacho ni hatari sana kwa taarifa zako, ni hatari sana kwa dokumenti zako ambazo unazitunza kwenye kompyuta yako, kwamba hii local disk C au system disk itakapo corrupt, aidha kwa kuharibika yenyewe au kwa kuliwa na wadudu, basi ujue dokumenti zako zote ulizoziweka desktop, ulizoziweka kwenye my document au kwenye document, video zako ulizoziweka kwenye folder hii ya video, ulizoziweka picha zako ulizoziweka kwenye folder hii ya picha, na muziki yako uliweka kwenye folder hii ya music, au taarifa ambazo umezidownload na bado zimebakia hapa, ujue na zenyewe zinapotea jumla na hautazipata tena. Na kama ukitaka kuzipata, basi lazima kazi ya kiufundi, yani tunasema kurecover data kwenye local disk C baada ya kuwa umeiamsha kwa mara nyingine ifanyike ili kuweza kupata zile taarifa. Lakini wakati mwingine hata kazi hiyo ikifanyika, taarifa hizo zinaweza zikapatikana, lakini sio kama zilivyokuwa, au unaweza usizipate kabisa, kwani inawezekana ikawa local disk C hiyo au system hiyo sio wewe wa kwanza kutumia, ilishaanza kutumika huko. Kwa hiyo unaporecover unakuta inaleta vitu vingine ambavyo sio vya kwako, inaleta vya watu wengine, na hivyo kazi inaweza ikawa ni kubwa au ni ngumu ya kurudia kurecover na kurecover mpaka na za kwako wewe zije. Kwa hiyo huwa inakuwa sio kazi rahisi ambayo huwa inaweza ikakugharimu pesa au inaweza ikakugharimu muda mwingi. Sasa
ni namna gani unaweza kutunza taarifa zako kwa usalama zaidi. Ili taarifa zako ziwe katika hali ya usalama, ni kwamba unatakiwa kusevu dokumenti zako either kwenye partition D au partition E. Humu ndimo unatakiwa kusevu taarifa zako, kwamba unaweza ukafungua kwa mfano partition D hii na ukatengeneza folder zako ndani ya partition D ambazo zitakuwa zinatunza taarifa zako tofauti tofauti kutegemeana na namna ile ambayo wewe unataka hizo taarifa ziwe. Au unaweza ukafungua partition E na kutengeneza folder zako ndani ya hii partition E, na hizo folder ukazipa majina kulingana na kazi zile ambazo unataka kuzitunza katika kompyuta yako. Na partition hizi mbili D na E ni mahali ambapo ni salama unaweza kutunza taarifa zako. Kwa nini? Pindi partition C inapoharibika au inapocorrupt, hapo manake nini? Inapocorrupt partition C tunamaanisha kwamba window inakuwa imecorrupt au imeharibika kutokana na mazingira fulani fulani. Yanawezekana akawa ni wadudu au yenyewe tu ikawa imepata mshtuko wa namna fulani ikaamua kustaki, na hivyo kusababisha shughuli nyingine zote kwenye kompyuta yako kusimama. Sasa ikiwa taarifa zako zilikuwa desktop au kwenye document au kwenye picture folder, music folder au video folder, basi na vyenyewe hivi vyote vitakuwa vimesimama na kutokuonekana tena, kwa sababu vitapotea moja kwa moja na hii local disk C. Lakini ikiwa taarifa zako ulizitunza vizuri kwenye partition D au partition E, kinachofanyika ni kwamba fundi au IT technician anachokifanya, atakuja kuweka operating system kwa mara nyingine tena kwenye kompyuta yako ambayo itakuja kuingia kwenye hii local disk C au partition C. Na operating system hiyo au window hiyo ikiisha kuingia, utakapowasha kompyuta yako itawaka, na ikiwaka tu ukija kwenye this PC au kompyuta hii, basi local disk D na local disk E, na unasema partition D au partition E, na zenyewe zitaonekana kama ambavyo unaziona hivi, na C itaonekana wakati huo ikiwa tayari imekwisha kufanyiwa matengenezo. Hivyo ukifungua partition D, chochote ulichokuwa umeweka humu utakikuta salama, au ukifungua partition E, chochote ulichokuwa umekiweka humu utakikuta salama, kwani ni hakika hakitakuwa kimepotea na local disk C au partition C pindi ilipokuwa imecorrupt. Kwa hiyo kwa utunzaji wa taarifa kwenye kompyuta yako mwenyewe, yaani tunasema kompyuta ya mahali pamoja, ni vema upendelee sana kutunza kwenye partition D au partition E kulingana na kompyuta yako itakavyokuwa imefomatiwa. Ndio, eneo hili la desktop watu wengi sana wanapendelea kutunza taarifa zao, lakini kama ambavyo nimesema si salama. Ikiwa na wewe unatumia kompyuta na umeweka taarifa zako nyingi za muhimu hapa kwenye desktop, basi ningekushauri uziondoe, uzikopi haraka sana na kuzileta kwenye volume D kama kompyuta yako ina partition kama hivi, au volume E kama kompyuta yako ina partition kama hii. Tengeneza folder ndani kwenye partition hizi E au D, na kisha tunza taarifa zako huko. Unaweza ukaweka sehemu zote mbili, desktop ukaziacha, lakini hizi zoko desktop ukachukua kopi zake ukazileta kwenye volume D au volume E ili ziweze kuwa salama pindi tatizo linaweza kujitokeza katika volume C yako. Natumaini umenielewa, na huu ndio ukweli. Yoyote aliyepuuzia ukweli huu katika matumizi ya kompyuta, pindi kompyuta yake ilipo collapse partition C, alipata shida kwamba ilimgharimu na kwamba ilimbidi kile alichokuwa anakitengeneza basi kianze kwa upya, na kama alikuwa na taarifa nyeti basi zilikuwa zimepotea moja kwa moja na akawa amepata hasara kwa namna kama hiyo. Naam, kama angeliweza kuzipata mahali pengine basi angeweza kuzipata huko, na kama ilikuwa hazipatikani tena basi ndio zilikuwa zimepotea kwa namna kama hiyo.
Nikusii tu kwamba ushauri huu wa utunzaji wa taarifa hizi uzingatie na ufanyie kazi, kwani ni kwa ajili ya usalama wako. Ni kweli kompyuta haiwezi ikaharibika kwa ghafla na wala huwezi kujua ni lini inaweza tatizo likatokea, lakini kwa ajili ya usalama, kumbuka wanasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Usije ukaanza kurecover data zako, unatafuta taarifa zako wakati tatizo likija kutokea. Hiyo manake unakuwa unaifanya tiba, lakini ukizihamisha kwa wakati huu na kuziweka vizuri kama ambavyo nimekuelekeza, basi utakuwa salama na utakuwa unatumia kompyuta yako na taarifa zako bila shida yoyote, kwamba chochote kikitokea basi kule partition D na partition E kunakuwa salama zaidi, na partition C utakapoiboresha kama itakuwa ilikutana na majanga, basi partition D na E utaikuta iko vizuri. Ila tu nikukumbusha jambo lingine la muhimu. Ukiwa unakumbwa na janga kama hili, hakikisha fundi unaompelekea kuweka operating system au window kwenye kompyuta yako mara nyingine, hakikisha ni mtaalam na ana uwezo mkubwa wa mambo haya, kwani akifomati bila uangalifu, bila kuzingatia, atafomati na hizi zingine zote. Nasema atafomati D, atafomati na E pia. Kwa hiyo ukiona amefomati fundi D na E pia, ujue na vyote ulivyoweka humu ameshapoteza au ameshaviua kwa kutokujua au kutokuwa na utaalamu wa kufomati au kuingiza operating system katika kompyuta yako kwa kuzingatia ni wapi inakotakiwa kuingia, ni wapi ilikuwa imeondoka. Hayo ni mambo ya kiufundi. Natumaini umenielewa sana. Basi kama ulikuwa bado huja subscribe katika channel hii, unaweza kuelekea hapo chini ya video yako na ukabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe na ukafuatia na ile alama ya kengele, na ukimaliza kabisa kubonyeza alama ya kengele nyeusi. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kabisa kubaki mahali hapa na kuendelea kupata ujuzi mbalimbali yanayohusiana na matumizi ya program mbalimbali za kompyuta. Nikutakie wakati mwema na tukutane katika somo litakalokuja.